Karibu usikilize simulizi hii fupi inayokwenda kwa jina Naolewa, iliyotungwa na Richard Mwambe. Hata alipofikicha macho yake hakuwa akiota. Ilikuwa kweli. Ukweli ambao moyo na macho yake havikutaka kukubaliana nao. Alibakia akimtazama huyo anayekuja mbele yake kwa mwendo wa kinyonge. Mzee Msa akajikuta anashikwa kiu cha dharura. Akameza funda la mate kukituliza. Akahisi wazi wazi kuwa hata yale mate yakimkwama. Uchungu. Taratibu aliinuka pale alipokuwa ameketi na kusimama wima kwa miguu yake miwili, huku mwiliwe ukitetemeka kwa mbali. Ungehitaji jicho dadisi sana kuliona hilo. Akageuka kukitazama kiti alichokuwa amekikalia. Ni hapa hapa ndipo alipomuona kwa mara ya mwisho mtu huyo anayekuja mbele yake. Akili yake ilihisi kwamba bado yupo kwenye kikao kile kile. Lakini haikuwa hivyo. Ilikuwa miaka miwili imekwisha katika tangu waketi mahali pale. Anajulikana kwa jinale Mzee Msa. Ndiyo, kuna uzee wa aina mbili, ule wa umri na ule wa pesa. Mzee Msa kwa umri alikuwa mtu wa makamo tu, labda 50 au 55 hivi kwa miaka yake. Kwa pesa, naam, alikuwa nazo. Mzee Msa alikuwa mfanyabiashara wa vito, biashara ambayo alirithishwa na baba yake. Maisha yake yalikuwa mazuri. Alioa mke mwenye asili ya Kidigo, huku yeye mwenyewe hata ukabila wake ulikwisha toweka kutokana na mchanganyiko wa mbegu na mayai kutoka kona mbalimbali za nchi na hata nje yake. Alikuwa na nywele kama za Kiarabu au Kihindi hivi, lakini alikuwa mweusi. Kanzu tu aliyoivaa ingetosha kukudhihirishia kwamba huyo ni mkwasi wa pesa. Aliishi Kigamboni, yani ukivuka tu na Pantoni basi ungeenda kilomita 2 tu kama waelekea Kibada. Lakini dukale na vitega uchumi vyake vingi vilikuwa Kariakoo, katikati ya jiji la Dar es Salaam. Subila, akaita kwa sauti ya mtu asiamini akionacho. Miguu yake ilikataa kabisa kuvuta hatua japo moja. Mikono yake ilibaki hewani kama mtu aliyekuwa tayari kupokea kitu.